sene na dinai tajiri yalika kumbunge kwa tasia kupondara kutwa tuveti matingi neni ukama no dinai tajiri yalika kumbunge kwa tasia kupondara kutwa tuveti matingi neni ukama no dinai. Na shukran sana mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umzima kama ngarange za mifule. Ni furaha tele kuwa nawe ndani ya kipindi hiki ambapo unachukua fursa hii niweze kukaribisha ili tuandamane hadi tamati wa kipindi. Kwa leo tumeweza kubahatika kumpata mmoja kati ya viongozi wa kutoka katika eneo la Ukambani. Na bila kuharibu wakati, kwa heshima na tahadhima ya hali ya juu, naweza na kuomba uweze kumfahamisha mpenzi mtazamaji majina yako kamili. Mimi ni Bishop Robert Mutemi, mheshimiwa aliyeteuliwa na chama cha Wiper kuwakilisha walemavu katika bunge letu kuu la Kenya. Naam, shukran sana. Naam, mheshimiwa, ni kwamba mambo kadha wa kadha, hasa siasa za Ukambani zinapochipuka, mambo mengi yamekuwa yakishuhudiwa kila uchao. Je, kuhusiana na siasa za Ukambani unaweza ukasemaje kuhusiana na jambo hili? Jambo la kwanza, muamuko wa kisiasa ambao unatokea Ukambani sio tofauti na ule tunaona katika sehemu nyingine za Kenya. Mara kwa mara tumeona mvutano katika Rift Valley, naona Ruto mwenzake wanavutana, lakini ni vile tu Wakamba wamechukua ni kama kitu ambao kimetokea kisicho cha kawaida. Mvugano ambao unaonekana Ukambani kwa sasa ni muamuko wa kisiasa wa kutaka kufanya mambo kitofauti. Naam, hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo linaendelea Ukambani ni ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanachochea wengine ili wachochee uhasama baina ya viongozi fulani wa Ukambani. Na hiyo ni kawaida katika hali ya siasa, lakini uzuri ni ya kwamba hayo yote yatakuja kwisha na viongozi wa Ukambani watashikana na tutasonga mbele, kwa sababu kama ni kiti cha rais ni mtu mmoja, Mkamba mmoja anataka. Kama ni kufanya maendeleo, hiyo ni kazi ya magavana wa Ukambani. Na mheshimiwa, matamshi ya seneta wa Machakos Bwana Johnson Muthama katika bustani la Uhuru Park mnamo siku chache zilizopita ni jambo ambalo kufikia sasa limeweza kuzua mdahalo mkali. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Mimi kama mtu ambaye anaongea kuhusu mambo ya amani, nitasikia ya kwamba umenizusha sana kama nitaanza kuja kuongelea kuhusu maneno ya maono ya mtu. Hayo ni maono yake. Na mvutano uliopo kati ya gavana wa Machakos Bwana Alfred Mutua na kinara wa Wiper Bwana Stephen Kalonzo Musyoka kufikia sasa ni jambo ambalo Wakenya wengi wameweza kulitaja ama kulizungumzia kwa undani sana. Je, mvutano huu sababu yake ni nini? Huu mvutano umetengenezwa na wanasiasa, au kutengenezwa na Kalonzo Musyoka, au kutengenezwa na Mutua, lakini wale wafuasi wao, kuna wale wanasema kazi yao ni kutetea Bwana Stephen Kalonzo Musyoka ambao ni my party leader. Na hao ndio wanainuka wanarushia Mutua mawe kwa sababu wanaona pengine anaanza kuonekana kwa vile matendo machache ambayo amefanya hapa na pale, wanafikiria yanaweza kuinuka sana akaanza kufuatwa na watu wengi. Na kuna wale ambao nao kazi yao wanafikiria wanataka kufuata na kusupport Mutua. Nao kazi yao wakiinuka ni kurushia Kalonzo matamshi ya kumkasifu. Mimi nasema hivi, hao viongozi wawili hawawezi wakangongana kwa sasa. Na nasema kwa sasa. Kwa nini? Mmoja anahitaji kiti cha rais na mwingine hataki kiti cha rais. Mwingine anataka kuchimba mbwao, kutengeneza barabara. Sasa wanangongania wapi? Lakini wale watu wanawazingira ndio wametengeneza siasa za mgongano. Na ninasema hivi, tuacheni kuunganisha viongozi wetu ili waweze kuungana pamoja na kufanya kazi pamoja, kwa maana Mutua na Kalonzo wakishikana kufanya maendeleo utaona tofauti kubwa Ukambani. Naam, swali la mwisho mheshimiwa. Iwapo mvutano huu utaendelea, utapata kwamba mwananchi atakuwa katika njia panda. Je, suluhisho litakuwa ni gani? Mwananchi atakuwa kwa njia panda kwa sababu ni mawazo ya watu wanaweka njia panda. Kama leo tungeanza kusema tunaenda kupiga kura za rais, hakuna Mkamba atapigia Kalonzo.
Sasa njia panda itatokea wapi? Hakuna mambo ya njia panda. Kitu kilicho na ambacho hatujazoea kuona watu wengine wakitokea na maono tofauti. Na hii ndio demokrasia nataka ndio tuanze kukuza Ukambani. Tujue ya kwamba mtu yeyote anaweza kutokea na akaleta maono kandili fulani, lakini maono yake yasimpatie kiburi ya kukasifu wale wengine ambao wametufikisha mahali tumefika. Na swali la mwisho mheshimiwa, nyinyi kama viongozi wa Ukambani, nani hasa ambaye mnapania kumshika ama kumuunga mkono ifikapo mwaka 2017? Tuko na candidate mmoja Kalonzo Musyoka. Sasa uko na nani mwingine? Uko na mwingine unajua nataka kiti ya rais. Sadaka. Neno lako la mwisho kwa mpenzi mtazamaji. Neno lako la mwisho kwa mtazamaji ni hili. Tuache siasa za uchochezi. Kwa maana siasa za uchochezi zimerudisha maendeleo ya Ukambani nyuma kwa muda mrefu. Ni siasa za kumnyamalizana, kuharibiana sifa, na ni siasa za kumfanya mwananchi wa kawaida awe amechanganyikiwa. Siasa zile tunataka ni muungano, kufanya jambo ambalo ni la maana. Kama ni maendeleo, tuungane pote pamoja. Kama ni kuitisha kurumbana na wananchi na wanaume wengine kwa kiti ya kisiasa ya juu, tuwe kitu kimoja. Na shukrani sana mpenzi mtazamaji. Wasemavyo waledi wa lugha ni kwamba mustaarabu hajastaarabika ikiwa hajastaarabisha ustaarabu wake. Shukrani sana mheshimiwa kwa kutega wakati wako kuja na kuwa nasi ndani ya makala haya. Shukrani. Amboka nisia kwa nyekeni nilika madhinga oe kaloko ni kombe kekesa ni kalende ninenue Kevima ni Sofia nalani kidherulu dia mutao kate kimatu mayoni nona nene naraya